Na waheshimiwa wapendwa, wapenzi wa Allah tabaraka wa taala, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wapenzi wa Waislamu na Uislamu, wapenzi wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, wapenzi wa ibada zote ambazo tunaweza kuzitenda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi ikhtiyara li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam مواسم مختلفة نيرة مفيدة في حياتنا الإيمانية وفي حياتنا الصحية وفي حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا السلوكية. صلاة وأصلي وأسلم على الحبيب محمد الذي أمر لتبليغ رسالة الله تبارك وتعالى إلى العالمين، ونشهد جميعا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين المطهرين وصحابته الكرام المخلصين ومن سار على سيره ونهجه إلى يوم الدين. Ama baad. Karibuni. Leo tumebadili kidogo kama mlivyosikia katika tangazo lililopita. Tunataka tujaribu kutoa na sisi mchango wetu tuliojaliwa na Allah tabaraka wa taala katika kufahamu msimu huu mtukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waheshimiwa wapendwa, kila sifa kamilifu ni zake ya Allah tabaraka wa taala aliyetujalia sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam mida na misimu mbalimbali ili tuweze kupata faida na tuweze kunusurika na mengi sana ambayo lau sio hii misimu basi tungelikuwa katika matatizo. Misimu ya neema, misimu ya imani kupanda, misimu ya watu kusameheana ambao waliojaliwa, kuna wengine nyoyo ngumu hawataki, misimu ya kuzidisha mapenzi baina ya umma na kujenga umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Uislamu ushamiri ulimwengu mzima. Na katika misimu hiyo ni huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo rehma na amani zimwendee mpenzi wetu, kiongozi wetu, mfano wetu, Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sote tunashuhudia kuwa alifikisha ujumbe wa Allah tabaraka wa taala vizuri kabisa, na akafikisha amana, akaunasihi umma, akautia katika njia nzuri, na vile vile akajitahidi kwa juhudi alizozijaliwa na Allah jalla jalaluhu kuipigania dini hii, kwenda kurudi, panda shuka, kufurahi, kuhuzunika, miaka 23. Sisi hapa ulimwenguni ni mashahidi, na yaum al-qiyamati pia ni mashahidi. Kwa hiyo zimwendee yeye na familia yake takatifu iliyomvumilia njaa, kuwepo, kutokuwepo, dhiki, shida, raha. Hiyo ndio maisha ya hapa ulimwenguni. Hakuna anayedumu katika hali moja hapa ardhini, kama haiwezekani. Wala vitu, wala wadudu, wala chochote kile. Hapa ni ulimwengu wa kubadilika badilika.
na hayo mabadiliko yanatokea katika viwiliwili vyetu. Tunaumwa, tunapata afya, yanatokea pembeni yetu, majani yanaota, yanakuwa maua yanapendeza, yanaanguka, miti inavunjika kwa upepo kidogo tu, huwa imeoza ndani. Yani mazingira yote yaliyopo hapa ulimwenguni ni mazingira ya kupita tu. Na hivyo hivyo kwa wale ambao tumejaliwa kuwepo leo, tumekwisha zika wengi nyuma yetu, siku zilizopita, wiki zilizopita, na miezi iliyopita. Leo tumekubaliana kwamba tukishamswalia Mtume Muhammad SAW tuwakumbuke pia masahaba wake, wanamume kwa wanawake. Tunasoma kila mara hapa maisha ya Mtume Muhammad SAW na masahaba wake, hayakuwa mepesi hadi kufa kwake. Ndio baadaye kupatikana afadhali, haueni kidogo, masahaba wakawa wanaweza kuhukumu bila kuogopa Mfursi, bila kuogopa Mrumi, bila kuogopa mnafiki wa Kiyahudi au wa Kiarabu, wa Kiafrika, wa Kizungu, bila kuogopa yeyote yule. Raha kila mara huja baada ya taabu, na raha zikija baada ya taabu zinasaidia Muislamu au mtu kuwa na busara na achunge zile raha na zile starehe. Ndivyo hivyo mkiona watu wanasilimu kwa kuwa wamechoka kuupata Uislamu. Kuna watu walitafuta, wakasoma, wakasafiri, wakiupata ule Uislamu wanaukumbatia kweli kweli kwa nyoyo zao. Lakini sisi tuliopata mtihani wa kuzaliwa na wazazi Waislamu katika jamii ya Waislamu, hatukuona matatizo babu Waislamu, wabibi Waislamu. Tuna matatizo ya kuchunga Uislamu wetu. Imani hii ni imani imeteremka hapa kuja kutunusuru sisi na mwisho mbaya, kuingia katika moto wa Jahannam. Hivyo enyi waheshimiwa, tukiendelea kuwaombea pia rehema na amani hizo ziwaendee wafuasi wema wote waliojaliwa katika wale matabiina, wanafunzi wa masahaba na watabi tabiina mpaka leo hadi siku ya Kiyama. Dua kwa umati Muhammad SAW ni wajibu kuombeana dua. Tuombe dua ule umma al-ijaba ambao ndio huu sisi tumeitika tukasema labaika Allahumma labaika. Sasa sio baada ya kumwambia Allah tabaraka wa taala, naam tumekuamini Mola wetu, tumekukubali, tumemtii, tunamfuata mtume wako Muhammad SAW, tunaitika kuitika kila mara, tunaitika hayya ala sala, tunaitwa, tunakwenda, tunaswali. Hivyo tusithubutu kukubali ibilisi au matamanio ya dunia au ya kibinadamu au ya kishaitani, wasiwasi za nafsi, kututoa katika mstari huo au njia hiyo aliyotutakia Mola wetu mpenzi wetu tabaraka wa taala. Kwa hiyo na wale wote tulio hai, mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi wa msimu wa ajabu sana, siku 29 au 30. Hivyo si rahisi kupata msimu kama huu katika mwaka mzima. Tunamwomba Allah jalla jalaluhu atujalie tufanikiwe katika haya ambayo tumeyatayarisha, tuweze kuyafikisha kwa amana na amani, na tuweze kufahamika bihaulillahi tabaraka wa taala. Darsa lenyewe kama mnavyoona hapa, kaifa yakunu al-istidadu li Ramadan, ni vipi tutajitayarishia kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan.
Hili swali, kuna watu wanasemaga swali, wanasema swala. Swala ni tatizo, mushkila, lakini swali ni ulizo. Mimi najua naambia kina nani katika kuweka Kiswahili vizuri. Swala ni tatizo, maswala ya umma, maswala ya familia, maswala ya mtu. Al-istidad, vipi kujiandaa, kutayarisha moyo wangu wako, kutayarisha akili zangu, akili zako, fikra zangu, fikra zako. Vipi kutayarisha mwili wako, mwili wangu. Na kwa nini anwani kama hii? Mtaisikia au mmekwisha kuisikia katika mihadhara mingi au katika hutuba nyingi za Ijumaa au katika vikao mbalimbali vya Zoom na kadhalika. Sasa hapa mwalimu anataka kutuambia nini? Mbona anwani ni ile ile? Kwani kuna mapya? Kwa kweli sina mapya, isipokuwa utamu wa mafundisho ya dini yetu. Utamu, yani kivutio kilichomo katika mafundisho ya dini yetu ni kwamba Allah tabaraka wa taala alishusha Qur'ani kwa ufupi, kwa vile tunavyohitaji sisi wanadamu au na viumbe kwa jumla. Lakini Allah akawagawia Waislamu watakaotaka kuifahamu Qur'ani yake, ujumbe wake. Akawagawia watu, kila mtu na nguvu zake za kufikiri, na nguvu zake za kuwaza na kutaamali, na nguvu zake za kusoma kwenda mbali. Hivyo tunatofautiana. Swali hilo nalijibu kwa sababu ni muhimu sana. Msidharau yeyote atakaye kualikeni au kukutumieni kadi au wito kwa ajili ya kupeni somo au fundisho kutoka katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala na kutoka katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waswahili wanakwambia mchele mmoja, mapishi mbali mbali. Sasa inatokana na wewe, unapenda pilau, unapenda boko, unapenda wali wa kawaida, unapenda nini? Na kila mpishi hupika namna yake, na sio kila mapishi yatapendeza kwa watu wote au yatawachukiza watu wote. Mpaka Mwarabu akasema likuli saqitin laqitun. Yani huu ni utangulizi, tuna haja nao, tuna shida kufahamu vizuri. Kila kinachodondoka kikamdondoka mtu au kitakachotupwa, basi kule mtaani kuna mwingine anashinda nacho, atakiogota. Maana yake nini? Maana yake tukiwa sote watu wa mawaidha atakao kwenye kiti kimoja, meza moja, tuzungumzie mada moja, tutaizungumza aina mbalimbali tofauti. Na pengine upande mwingine mtu mmoja, mwalimu mmoja, shekhe mmoja, ustadhi mmoja anaweza akapewa fikra leo kuhusu aya fulani au hadithi fulani, akaishia kwenye tuseme mita moja ya tafsiri na mwelezo wake au maelezo yake. Kesho akaenda, Allah akamfungulia tena dirisha lingine la fahamu. Akirudi katika kuisoma ile aya, anafahamu maradufu, mara mbili, mara tatu. Watu sasa kushamaliza, mbona anaongeza tena ile
Fatiha tuitafsiri ile tena bana. Ndio, kila mmoja ana riziki yake, ana fungu lake Allah jalla jalalu alilomkadiria. Kwa hiyo mada hii hivi sasa imeshamiri katika kila kona, mitandaoni, masajidini, popote pale. Kwa hiyo najibu swali kabla sijaulizwa, kwa nini turudie tuseme hivyo kila mwezi ukaribia wa Ramadhani? Unajua, mgeni au wageni wanatofautiana umuhimu wao kwako wewe, kwangu mimi. Waweza kumpokea mgeni mmoja hata mara 5 kwa kutwa kwako, hamna tabu. Unaona raha yeye kuwepo pale kwako, au yeye akakupokea kwake. Ni kwa sababu ya pengine kuna faida za muhimu unazipata kwake. Lakini wageni wako aina mbili, kuna mgeni mwema na mgeni muovu. Sasa watu wanapojiwa na mambo ya Krismasi, si anaenda anarudi, Halloween, Valentine na vitu gani, misukosuko kama hiyo, inakwenda inarudi. Kwa wapenda hivyo vitu hivyo, hiyo ni misimu ikiwafikia wanaishughulikia kweli kweli. Wengine wanaweka akiba ya Krismasi, nitakwenda wapi na watoto na mke na nini. Wengine tutapika nini, tutakula, tutakwenda hoteli gani, restaurant gani, kulala huko na nini, misukosuko. Kwa sababu watakayo yafanya yatatokana na ile hali, ule muda, ule msimu ambao umekwenda, kila mara unarudi. Allah jalla jalaluhu akatujalia sisi Waislamu misimu ya kheri, na wale hawamo katika Uislamu walijaliwa na shetani misimu ya shari, misimu ya madhambi. Wakifia huko, Allah mwenyewe ndiye atawahukumu. Na sisi tukifia katika misimu yetu, la ilaha illallah ni kauli inatoka mdomoni, lakini imani inatoka moyoni, imetua. Hiyo haibanduki. Labda mtaka dunia ndiye anaweza kwenda kuibadili na shirki. Sala 5 zina mida tofauti, lakini katika siku moja, kwa sababu malezi ya mwanadamu, kwa watu waliojaribu kufundisha na kulea, huwezi kumpa nafasi mwanafunzi ya leo umemsomesha, baada ya wiki tena ndio utarudi tukamkuta katika hali ile ulimsomesha siku ile. Hapana. Mwanadamu hulelewa taratibu, vizuri, kwa mpangilio, halafu tena kwa kukazana. Hapo ndipo imani inakwenda inakaza polepole. Kama hata alikuwa mlevi, mwizi na nini, kule kuwa yeye katika yale mazingira ya kheri, japo saa moja kwa kutwa. Mimi nakwambieni haya mama, mimi nishajaribu. Ndugu zetu wengine wanatupa imani kabisa, inabaki ni majina tu. Walevi, ni kila kitu wanafanya. Hutuba za Ijumaa haziwatoshi kwa sababu wameshaharibika sana. Hebu angalieni mnapofua nyinyi, ikiwa nguo kosha vyombo na nini, inategemea uchafu ulio katika zile nguo au nafasi au vyombo. Ndio maana hata watu wa viwanda wametengeneza sabuni tofauti, nguvu za sabuni tofauti, na vinyuko na nini, yani. Na mwanadamu ni hivyo, akiwa mtu katika sirata almustaqim, huyu mwanadamu mzuri,
anafurahisha, anapendeza, mtu wa neema na kheri. Ama akiwa ni mtu amekulia katika uhuni, pengine kaanza kuona wazazi wanavuta sigara na nini, naye anaibaiba, anajivutia anakohoa mtoto mpaka anazoea sigara, anatoka kwenye sigara anakwenda kwenye bangi, anatoka kwenye bangi anakwenda kwenye mafuta mbalimbali anavuta na nini. Kaanzia wapi? Kujiiba kwa baba au kwa mama. Tabia za wazazi wengine mbaya sana, wanavuta kisha anambia mtoto, nenda kaniwashie sigara yangu. Kayatoa wapi huyu mtoto hapo? Kisha anakwenda naye anajificha kuwa anavuta, anaingiwa na sumu kutokana na mazingira hayo. Kwa hiyo mgeni mwema anatokana na wewe mwenyewe na jinsi ambavyo ule ugeni wake kwako una maana gani, unakusaidia vipi, kaifa utampokea. Hata akikwambia nitakuja mwaka kesho, nyumba utapaka rangi, vitanda utabadili, sijui oven, vitu utaondoa uweke vipya. Mtu mmoja kwa mapenzi yako wewe na yeye, kwa faida zake kwako wewe, unashughulika mpaka unakwenda kutafuta deni. Jamani, mimi nitapokea mgeni wa muhimu sana kwangu, asija ona kama nimedharau, niazimeni pesa, niazimeni hivi. Kaifa utampokea mwanadamu mwenzako, au utakipokea cheo? Wengine wanaitwa na rais, bwana, wiki kesho siku fulani mahala fulani saa fulani nitakutawaza mbele ya watu kukupa uwaziri au ubalozi. Waziri hana lazima kumwambia utavaa vipi. Yeye mwenyewe atakwenda akose usingizi, anafikiria nivae vipi, nitakwenda vipi, nitakoga nini, harufu gani nitakuwa nayo mimi mbele ya rais. Sasa itakuwa ni bungeni sijui wapi, alafu watu wote wa pale wanahusika na hayo, wewe umesimama na jasho linakufumka, kwa neno hili, njoo nitakutawaza wewe, nitakufanya waziri au chochote. Kwa hiyo mifano ni mingi, na sisi tunapenda tujitahidi polepole hadi tufahamishane kiwango tunachoweza. Istidad ni maandalizi ya Ramadhani, mwezi mtukufu, mwezi wenye kheri na baraka ambazo hatuwezi kuhesabu tukazimaliza. Sasa turudi kwenye darasa letu. Vipi mimi na wewe sasa hivi, kulingana na mafundisho mengi tulikwisha kuyasikia, vipi umejiandaa vipi? Nani anaweza kutuandikia hapa, mimi nimejiandaa hivi. Hapa tulikuja kusoma, hatukuja kusikia mawaidha. Na mimi napenda mkinisikia na mimi niwasikieni, tubadilishane raha katika yale ambayo tunataka kuongea, ndivyo utakavyokumbuka wala hutusahau darasa hili. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu kheri, barakallahu fikum. Kwa mwanzo wa darasa kwanza gisi nilitamu na linasisimua, na ni wakati wake huyo. Naam. Tokana na swali lenu, tumejiandaa vipi? Kama mimi namuomba tu Allah subhanahu wa ta'ala anizidishie afya niko nayo, kwa kuwa uhai ni wake. Kwa kweli nimeshajiandaa tayari. Hapa penye nipo nasubiria tu mwezi uandame, lakini nipo tayari, hata nikifa leo nishajiandaa na mengi tu. Barakallahu fiki. Swali langu linasema ni vipi, kwa sababu swali liko hapa kwenye anwani ya darasa letu, kaifa. Maanake vipi ni nini? Ni wewe kwanza mwenyewe, kama wewe ndani yako humu ndani
Nimesema moyo, fikra, mawazo, akili yako umeipanga vipi? Kwa sababu baada ya hivi mikono yako na miguu na nini vitafuata. Kisha sasa ndio vitu vya pembeni. Sisi hatuulizi mipunga wala unga wala michele wala mikate hapa. Hivi ni vitu vya kila siku, vinatuongozeaga tu, labda kunaona kinje, kwa sababu ni bodi, elimu hili linahitaji. Lakini bosi mkubwa wa mwili au akilili sio matunda, sio vinywaji, sio nguo, sio majumba, sio vitu fahari ya mwili. Mwendesha mwili ni nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia. Hapo ndipo utakaa mwenyewe unasema, mwaka huu uliopita suna nyingi zilinikwepa au nilizikwepa. Nilizikwepa kwa sababu watu suna zipo, lakini watu ndo wanazikwepa. Hazikuwa shinda. Faradhi wanajitahidi wengine, mashallah, japo watachanga dhuhuri na alasiri wakati fulani, au sijui alfajiri ameweka ile iringi ya imuamshe, haikumuamsha, au ili ringi hakusikia kwa usingizi mwingi. Ibada za tauhidi, ibada zinazohusu tauhidi, wewe na nafsi yako na upweke wa Allah tabaraka wa taala. Je, mwaka huu uliopita kuna tu maneno tu vitendo, tunaweza kuwa tunaonekana tudogo, kaneno kadogo, labda mtu anasema mimi nilitania tu, mtu akaapa kinyume na jina la Allah tabaraka wa taala. Tumeshazungumza katika kitabu. Mfano, mtu anapiga chenga ujanja, anaingia katika shirki, wanamtuma hirizi, anakwenda kuzileta, kaenda kutembelea makaburi, akaenda kuomba, wakati wa kwenda kuwaombea. Mnanifuata vizuri? Yani ni nini nakusudia? Ni kukumbuka kitabu chako cha yale ulioyasema mwaka jana kabla ya Ramadhani hii, na yale ulioyatenda kabla ya Ramadhani hii. Kitabu chako ujihesabu mwenyewe kwamba nilikosea mahala fulani katika mambo fulani. Sasa mwezi huu wa Ramadhani ninamwahidi Allah tabaraka wa taala kukosoa. Naam, mnanifuata? Shukran. Nani mwingine anaweza kutuambia kitauhidi ulipoharibikiwa unapakumbuka? Usituambii, lakini umejiandaa kupasafisha. Naam. Ndiyo she, japokuwa umesema labda nataka kuzungumzia chakula au vinywaji. Hapana, sijajiandaa na hicho. Najiandaa kubadilisha, kufanya tofauti na mwaka jana. Nakumbuka ni mengi niliyapoteza, lakini nimejiandaa. Inshallah mwaka huyu nitafanya tofauti vizuri inshallah. Sasa kwa wewe na kuongezea kitu kingine. Naam. Hebu chunguza makosa uliyoyafanya. Naam. Ni kwa ujinga au kwa kusudi au kwa kulazimishwa? Kama ni kwa ujinga, haraka sana tafuta ilmu ikuondolee ule ujinga, kwa sababu ujinga ukiendelea hurudisha yale yaliyokuwa yameshatendeka huko nyuma, yale mabaya. Hiyo ni la kwanza. La pili, angalia vizuri. Kama ulisahau mara nyingi kitendo kimoja, hapo piga vita kabisa moyo wako, kwa sababu ni moyo ndio unahifadhi. Ni moyo ndio ukipuuza unasahau. Sijui naeleweka? Moyo ndio unakumbuka. Kuna yale mtu alifanyiwa mtoto mdogo miaka 3, 4, 5, yakapiga chapa katika moyo wake.
yakaendelea naye mpaka anazeheka, hajasahau yale aliyomtokea wakati ule au yale aliyoyaona yametokea watu wengine, yakabaki katika moyo wake. Je, ikiwa mtu alifanya kosa, alisema makosa kwa kusahau, hii nayo ni kazi kubwa, kwa sababu kila mara kule kusahau kunatokana wakati mwingine na upuuzi. Kusahau ni tabia binadamu. Waarabu wetu walituambia wama sumia al-insanu illa bisahau, hakuitwa mwanadamu insani kwa Kiarabu ila ni kwa ajili ya kusahau. Kuna sahau ni rehma, na kuna sahau inatokana na upuuzi. Umepewa ujumbe, hukuuandika mahali, ujumbe muhimu, manake wewe umesababisha kusahau. Watu wa hekima wakatuambia ma hufidha farra wama kutiba qarra, yaliyosikiwa tu, historia, habari, yawe ya heri au nini, hayakuandikwa. Kama hayakuandikwa yataruka. Kwa hiyo kalamu na karatasi ni kama kamba kwa yule mbuzi au kondoo au ng'ombe au ngamia, anapofungwa mahala kwenye mti anakuwa amechungwa asitoroke, asiendi ovyo. Sababu ya kufanya yale makosa ni kughafilika, kwa sababu inatokea watu kughafilika. La a'udhu billahi minash rajim. Je, umeghafilishwa? Sasa kuna watu kazi yao ni kuchungana na wengine. Yule naye kajifanya mcha Mungu bwana, wacha nitamuonyesha. Sasa akija kwako anakuja na sura nzuri ya mapenzi, rafiki mwema, ndugu mwema, kumbe moyoni mwake ameficha ubaya wa kukughilibu wewe. Umejiandaa kaifa, vipi usirudi kudanganywa na yule minal jinnati wan nasi? Sahawa minal jinnati wan nasi hawakufai duniani, kwa sababu hawakukuamrisha mema, bali wamekuamrisha maovu. Na hayo maovu kitabu kimeandika. Kama mtu hakutubu pale pale, akajuta, akalaumu nafsi yake na akamua kwamba hatorudi tena, na mheshimiwa, tunakwenda vizuri mpaka hapo. Hatujagusa Ramadhan, tungali kwenye al-istidad. Kaifa, vipi? Tukifahamu hivi, hii fahamu itatusaidia sana. Sio tu mawaidha mengi, hapana, twende na neno limoja la muhimu. Hapa tumeanzia kwenye tauhidi. Shukran, barakallahu fikum. Sasa tauhidi ikilegea, sala hazina maana tena, na saumu na siamu na hivi na zaka na nini na hija. Kwa hiyo ibada zote tutakazokuwa nazo, nguzo 5 zote, msingi wake ili zikubaliwe, ili zipokelewe, Allah zifurahie, ni la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Tunaruka kidogo. Asiyesali sala 5 hata akifunga mwezi wote wa Ramadhani, funga yake ni haba manthura, haitopokelewa, kwa sababu Allah amezipanga nguzo 5 kutokana na umuhimu. Ukifanya ya mwisho kabla ya kwanza na pili, haupokelewi. Hakuna anayepokelewa. Tumswalie Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin
kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid. Kila mmoja mswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alituacha katika kheri yote. Hakuna kheri ila tuelekeza, na hakuna shari ila tukataza. Choice imebaki ni kwako, uhuru wako. Na ndio maana dini yetu hii ni ajabu sana. Yani ibada zote Allah hakukukalifisha kwa nguvu kama vile lazima utalala usingizi ukipenda spende. Kulala ni kulazimishwa. Mtu kama hakulala atagonga tu, ataumia, lazima ukalala. Njaa inakulazimisha kula, lazima unywe. Kiu kinakulazimisha kunywa, lazima unywe. Lakini ibada zote, ibada ipi jamani mtu kalazimika kuswali, kalazimika kufunga, kalazimika kutoa zaka, kalazimika kwenda hija? Kama vile tunalazimika kupumua. Mtego mkubwa sana, yani mtihani mkubwa sana. Ndio unaona wewe ukiwa unajitahidi kuswali, kufanya mambo ya kheri, pembeni yako kuna wahuni hawataki, na ukiambia bana nenda mwenyewe, bana sijui nini, tutaonana huko kwa Mungu, majibu mnayajua. Imekuwaje wewe uwe mtu wa ibada, mtu wa la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, bila makaburi, bila masharifu, bila mizuka, bila majini, bila mashetani, bila dunia mbele yako, baina wewe na la ilaha illa Allah. La ilaha illa inakuwa mbele yako tu, ndio dira yako. Leo watu kama hawana GPS basi wanakwenda mpaka wanajikuta wamefika mashimoni. Huko kuna mashimo. Sasa GPS imenipeleka wapi? Imekorogeka, kitu kimetengenezwa na mwanadamu. Lakini la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah imetoka kwa Allah. Innani ana Allah la ilaha illa ana, ni mimi ndiye la ilaha illa Allah, na hakuna la ilaha illa Allah ila ni mimi. Hakuna. GPS yetu iko kwenye wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Njia hii yetu ni njia iliyonyooka, mustaqiman fattabi'uhu, ifuateni. Kwa hiyo tujifunze kujua la ilaha illa Allah, na vile vinaharibu la ilaha illa Allah, kusudi swala ipokelewe, ipendeze, kusudi siyamu ya Ramadhani ipokelewe, ipendeze, kusudi zile nini zakati zipokelewe, kusudi hija ipokelewe, na suna pembeni ya hivi hizi nguzo tano mtukufu. Vipi tutaipokea Ramadhani? Huu ndio utangulizi. Mengi mashekhe zetu, maustadhi wanazungumzia kila dogo na kubwa, nguzo zote, faradhi zote, wajibati, mambo muhimu yote na nini, na suna zake na wanafila zake na nini, na mustahabati zake, na vitu vyote vinavyopendezeshwa na vinapendezesha, na vyote kwa urefu na upana utavikuta katika vitabu, masajidi, madarasa, mihadhara na kadhalika, yote. Lakini miaka 1440 nikichukua na 7, nimepunguza miaka 13 ya Mtume SAW Maka. Chukua 1447 plus 13, ni miaka mingapi ya Mtume Muhammad SAW ya kulingania? Sasa hii 1447 ni muda ule masahaba walipoamua waweke tarehe ya Kiislamu Madina. Allah awaradhi, kwa sababu walipata ruhusa katika Qur'ani kwamba lazima watu wajifunze
waweke mipangilio ya kujua adada sinina wal hisab. Adada sinina wal hisab, wajue kufanya hisabu, kuhisabu. Uislamu umetulazimisha kujua hisabu. Hii ni aya katika surati Al-Isra. Usiku na mchana, waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn. Allah anasema famahawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu adada as-sinina wal-hisab. Kulla shay'in fassalnahu tafsila. Allah anasema nimeumba usiku na mchana. Hapa ndipo mwanadamu alipata akili za kutengeneza hisabu, na hisabu zinatofautiana kulingana na dini mbalimbali, mila mbalimbali, mataifa mbalimbali, ya Wachina, ya Wahindi, ya Waafrika, ya Wafursi, ya Waarabu, ya watu gani wa Afrika, watu kila mmoja ana hisabu zake. Ndio maana na kalenda ziko tofauti. Lakini sisi tuna kalenda yetu hapa imepangwa vizuri na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijria. Japo wengi tunapuuza kuijua hii, lakini hii ndio njia ya kufikia kuzitimiza ibada zote vizuri. Ukileta mwezi wa kizungu, wa kichina, wa kihindi katika ibada ya Ramadhani, hapi hiyo ibada haisihi. Ukileta kalenda za Wachina naona katika mambo ya kutoa zaka, mwaka umefikia nini, hiyo zaka itakuwa ni X, haikubaliki, itakuwa na wrong, itakuwa pembeni kabisa hesabu sahihi. Na vile vile alhajju ashhuru maalumat, hija ina miezi maalum, ina wakati inaanza na wakati inamalizika. Huwezi kuenda katika kalenda ya Gregory itakupatia hija nzuri hata kidogo, wala kalenda za Hindi na Waarabu na Wachina na watu gani wa kawaida. Kwa hapa tunasema vipi tunajiandaa Ramadhani. Kuna watu wamejiandaa Ramadhani, wamejiandelea Ramadhani, baada ya Ramadhani ile wakapata faida, imani zikapanda, wakafurahi kuona wamemaliza vizuri, wakajiandaa, ya Allah, ukinijalia tena kuishi vizuri hadi Ramadhani ijayo, basi nitaifungia yote Maka au Madina au nini. Kuna watu wakimaliza tu Ramadhani wanafunga safari, hoteli zimekwisha jaa Maka na Madina kwa ajili ya hao wanajitolea kwenda kusubiria Ramadhani huko. Shaabani kianza tu wanaoniza Ramadhani na hija wanaisubiria huko. Hawa ni watu kama sisi, ni watu kama nyinyi. Hawajali pesa zao, hawajali mida, hawajali nguvu, hawajali mchoko, hawajali chochote, hata familia. Tutakutana nikirudi insha Allah na kwenda kwa Allah tabaraka wa taala. Takbir wa Islam. Kuna watu, lakini usidhani hali hizo zinateremka kutoka mbinguni. Hapana, hali hiyo ni juhudi zako. Allah anasema walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inna Allaha lamaa almuhsinina. Waliojitahidi kutusogelea sisi Allah, kutupenda, kututii, waliojitahidi. Yani ni jihadi, sio kujitahidi nikichoka nitaacha. Waswahili wanakuambia mzigo huchokesha wakati umekaribia kufika. Sasa ukiwa utashindwa kuzitimiza zile ibada za sala vizuri, au kwanza tauhidi umeshaanza kuchangachanga, kuna fulani ameshaanza kuchangachanga mambo ya hirizi, sijui amechanjwa hivi, sijui kuna mwalimu fulani vaa pete nini utapata pesa, wewe unahangaika. Juhudi ukizianza, kazana nazo, ima kufa uko muwahida katika tauhidi nzuri, au baki mzima
unatafuta juhudi, usithubutu kuacha ukabakia kama vile hukuwahi kuwa mtu wa imani na matendo mema. Ramadhan, kaifa, ni vipi? Yakunu al-istidad, yanakuwa matayarisho li Ramadhani, kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhan, Ramadhan siku 29 au 30. Ramadhani, kuna watu wenye juhudi walituambia, unaona hii rai ni rahma, mwezi wa rahma, umejaa rahma kweli mwanzo mpaka mwisho. Sikusema Mtume sasa amesema, nisikilizeni vizuri. Kuna wazee walijitahidi kufikiri, msiseme hiyo imo katika hadithi. Sijasema hivyo. Atakayetaka kujua sifa za mwezi mtukufu wa Ramadhani vizuri, agonge milango ya waulama kule katika vitabu vyao. Hapana sijui nini TikTok, sijui nani Instagram, huko nini. Huko ni wakati mtu anataka kupoteza mawazo yake ndio anakwenda kule. Lakini siku hizi unaambiwa eti ukienda kwenye TikTok au kwenye Instagram ongee dakika moja ndio utasikiwa, utafuatwa na watu. Hebu niambieni hao mawaidha dakika moja. Watu wana miaka katika madhambi, wote wanahasidi kama nusu dakika. Kuna faida pengine wakati mwingine zinapatikana. Mimi niliwahi kuingia kidogo tu kwenye Instagram, nikakimbia sikurudi tena, kwa sababu niliona watoto kama wajukuu zangu. Nikashtuka, hawa ndo watoto kama wajukuu zangu, tena si mbali na familia yangu, lakini wanajitangaza vibaya, wamekaa na mavazi mabaya na nini. Wajukuu kwangu mimi ni wajukuu. Nilifunga Instagram, na kila atakayeniambia sijui kuna Instagram kuna TikTok, naambia angalia mwenyewe utajijua. Mimi nishaipatia Instagram talaka. TikTok ndio square hata kugusa. Je, ukiwa utaona matatizo katika Instagram, yatakuwa machache katika TikTok? Kuna watu wanatafuta kwenda huko, mimi sijakataza ya Rabbul Alamin, lakini kila mmoja ana aina zake za kustahamili maovu. Kuna watu wanastahimili, ndio maana wengi wanayatenda. Na mwanadamu alivyokuwa ni mbovu wa kuathirika, basi anaingia huko kwa Facebook na nini, rahisi WhatsApp tunaandikiana tu, lakini zile nini za mapicha zile hazikutuandaa vizuri kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Na kuna wengine mpaka sasa hivi tunatoa darasa, pengine zile message zake za TikTok zinaingia zinapishana za Instagram za nani mitandao yote kama mnavyoijua. Ramadhani nakwambiaje, Ramadhani anakuja. Sasa utampokea na TikTok tena? Lakini hata akiondoka amekuachia nini? Akikuachia imani ya kweli, hutorudi katika TikTok. Sasa unatafuta nini kama sio kupumbazika? Na kweli ni kupumbazika. Ni viwanja vichafu, mpaka waliotengeneza ile mitandao, vijana watatu wa Kimarekani, sikuandika majina yao, nilishtuka, niko na wasikiliza kwenye interview, wanazungumza walivyoanza ma Facebook na nini na kadhalika. Wanasema sisi majumbani mwetu, wake zetu na watoto zetu hatuna simu na hii mitandao. Yule mwandishi wa habari akauliza, kwa nini? Na nyinyi ndio mlikuwa na nguvu za kielimu, teknolojia kuyatengeneza hayo. Eti tulidhani tutawafaa wanadamu. Hivyo wallahi alazim, na hapa kwa jina la Allah nimewasikia wale
vijana wa Kimarekani. Wanasema tulidhani tutawasaidia wanadamu kupanua na kufungua ulimwengu na kadhalika, lakini kuna watu wa nia mbaya waliingia mle ndani wakachafua mazingira. Hatuwezi kuyavumilia. Tumekwisha toa mikono yetu na juhudi zetu za kiakili na ilmu na teknolojia, tumekimbia na majumbani mwetu hamna hii mitandao. Allahu Akbar. Hao angelikuwa Waislamu walikuwa wametubu tuba nzuri. Sijui kama Allah aliwajalia wakawa Waislamu. Allah awajalie wa Waislamu. Kwa sababu raha ya mtu muovu akitubu hubadili yale maovu akatenda matendo mema kwa wingi bila kuchoka, ili thawabu zije zifunike yale madhambi. Ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Hao wanaofanya hivyo Allah huwabadilishia zile teknolojia zao chafu, zimezama dhambi. Aliposimamia pale, basi akisilimu au akatubu, Allah anambadilisha yale madhambi, anakuwa thawabu. Tabdile, kalima yubaddil sio yaghfiru. Sio yaghfiru. Yaghfiru ni kustiri, yamhu al-khataya ni kufuta. Yani amebaki na upande mmoja wa yale mema aliyoyatenda, lakini yale mabaya hayakumletea kheri, hayakumletea ziada. Lakini Allah anaweka mashallah ukarimu wake katika kumwesha mja wake anayetubu, anarudi kwake kwamba mja wangu, mimi nimekufurahia sana sana, kiwango ambacho sio kukusamehe tu wala kuyafuta madhambi yako peke yake, bali madhambi yako japo yalikuwa ni mengi kama milima na milima, majabali, Everest, Himalaya na Kilimanjaro na nini, tumebadili yale yote, zile dhambi zote zimekuwa thawabu. Na Allah kawaida yake anavyosema ni Ghafuru Rahim. Na sisi hapa tunajiandaa kuingia katika mwezi wa rahma, Ramadhan. Sasa tuwahidiane hapa, kila mmoja atoe ahadi. Ustadhi, mbona unakwenda mbali? Kwa sababu kuna misingi fulani inamsaidia mtu wakati mwingine kutubu taubatan nasuha. Taubatan nasuha, yani kutubu kwa ukweli, sio kwa ujanja. La sivyo, kama hiyo misingi hatuna, tutadumbukia tena katika yale madhambi tuliojuta, tuliolia, tuliolaumu nafsi zetu. Kisha ghafla unaonekana tena yule umerudi tena. Allah hapendi watu wa namna hiyo. Allah anapenda watu wa istiqama. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Neema ni nyingi. Anataka kujua neema na raha na fadhila za kutubu tauba ya kweli, akabaki kwenye ile laini yake ya siratal mustaqim, hakuleta tena iwajaji katika tabia zake na maneno yake, ujanja na nini. Akabaki pale kanyoka, istiqama. Someni faida zake baada ya aya, sio mahala pake hapa. Hakuna mwenye imani ya kweli atarudi tena kutenda dhambi zile alizokwisha hapa. Siku moja dada mmoja ametoka Burundi. Kule Burundi alikuwa na imani kali sana, shungi, imani nini tila. Akaapa hatorudi kuzini. Kaapa. Lakini akaja kututembelea hapa Ulaya, kuja kuomba hifadhi aishi hapa. Ghafla akajikuta amezini tena. Nasikia simjui ya Rabbul Alamin, sijawahi kumuona, simfahamu. Kama ananisikia hapa, wallahu alam, sijui. Lakini sijawahi kumuona, simjui.
simu ikaja, analia. Kaambia nini? Kaambia mzee, mimi nimeapa huko nyumbani kwamba sitorudi kuzini tena, lakini nimefika hapa nimezini, nifanyeje? Kaambia yule ulikuwa ulimwahidi yupo, sio mimi, rudi huko huko, mimi nikusaidie nini? Kaza anaona tubu, lakini ujitahidi ahadi yako uitimize. Wa aufu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula. Ahadi ni kiumbe kitaulizwa. Wewe walikutumia watu kuwapa hapa, wakaleta ahadi katika maneno yao, wakaleta ahadi nyingi katika vitendo vyao, tutafanya, hatutofanya, tutatenda, hatutotenda, wakakutumia wewe ahadi. Je, wewe ahadi ulitumiwaje? Mas'ula. Na masulu wa pili ni yule aliyechukua ile ahadi. Maskini ya Mungu, kiumbe kizuri kinaunganisha watu. Ahadi ni deni. Mtu anakuambia saa 2 anakuja saa 4, mtu anakuambia kuja mara nimepata na dharura, ameshakubali kuja mara hivi. Huyo naye ataulizwa, wewe ulikuwa unaahidi. Watu wanakuamini, wanakupa ahadi zao na nyoyo zao, na wanaacha shughuli zao, wanakusubiri wewe, kisha unawaletea dakika mwisho, unaona samanini, mnaona wazee samahani, ile ahadi ile. Tuambie, kwa nini ulikuwa unaitumia? Kwa nini? Mheshimiwa, naona imeshakuwa saa 1:31, tunaanza na Ramadhan. Kesho insha Allah tujalie kila la kheri, tuamke wazima ili tuweze kuendelea na mapokezi. Nikimwomba Allah tabaraka wa taala tujalie tuwe tumefahamishana kidogo, tumeeleweshana, tumekumbushana, tumesisimuana, tumeelekezana, tumezatitiana, yani ujizatiti kabisa katika ahadi yako wewe na Mola wako. Ramadhani hii mimi ndio ya mwisho, baada hapa sirudi tena kuzini, sirudi tena kuongopa, sirudi tena kukwepa haki, sirudi tena kuwa mtu wa batili, sirudi tena kuwa mtu wa bid'a, sirudi tena kuwa mtu wa shirki, sirudi tena kuwa mtu wa uongo, mzandiki wa kutunga maneno na tabia mbaya. Sirudi. Hivyo ndivyo tunataka tuipokee Ramadhani. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Karibuni dakika moja waheshimiwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Shukran sana. Samahani kidogo, nimwite kijana anichomekee umeme, maanake nimesahau kuchomeka umeme katika kwenye hii nini. Yani uzee una mambo. Naanza darasa sikuangalia kama nimechomeka. Sheikh Salim. La hawla wala quwwata illa billah. Simama tu au kaji kwa mbali. Unajua watoto niliwaambia wakae hapa niwape darasa, na wao Wameenda TikTok. Tunaomba hidayah tu, wallahi nadhim hidayah. Naam. Samehanini kidogo.
Naam, shukran. Samahani kidogo, ni dharura za za kiufundi. kibinadamu. Marhaba, marhaba. Ahlan. Naam, Sheikh, swali langu Naam, ni kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. naam. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ndo tunaita mwezi wa toba. Ni kwa nini mwezi wa toba? Na swali lingine Naam. ni yapi kuna tofauti ya dhambi au maasi au makosa? Na pia Mwenyezi Mungu alisema Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa huyu umma hautoniasi, nitawaondoa niwalete watu wengine waje kuniasi. Hiyo ni hikima gani Allah Subhanahu wa Ta'ala kutumia hapo? Na kuna binadamu anaweza kaishi bila kumwasi Mwenyezi Mungu au kumkosea, au hilo jambo linakaa linanisumbua sana kwenye akili yangu. Kuna dhambi, kuna kosa, kuna kama sababu riba ndogo, riba kubwa, maasi makubwa. Nilikuwa naomba mnifafanulie. Darasa kubwa sana hili. Naam. Kubwa. Haya, nijibu kidogo tu. Labda nikuonjeshe tu, lakini muda haututoshi. Hapo tumesha kuwa na dakika 36 na naona wengine wameinua mikono. Inshallah ni darasa linafaa kutayarishwa kabisa, lakini pengine katika kule kuzungumza hapa, inshallah tunaweza tukagusia ili tuwe tunajibu kidogo kidogo. Waswahili ndio wamezungumza mwezi wa toba, lakini Qur'ani imetuwekea kwamba ni mwezi wa ibada. Lakini ndio hapa tunajiandaa, tunazungumza katika maandalizi. Ukiwa yeyote atakayekuwa amejiandaa bila kuamua kuacha maovu yake, anakuwa atachanga mema na mabaya. Lau kama jina la Ramadhani lingekuwa ni mwezi wa tauba, basi mtu yote asingefanya dhambi katika Ramadhani. Sijui naeleweka falsafa? Naam, nawafata. Naeleweka hapo? Kwa sababu unasikia mfano tunasali sala 5 na sala 5 ndio faradhi wajibu kabisa, lakini kuna suna pembeni yake. Kwa hiyo mtu akitaka kutimiza sala vizuri, anaweka na zile suna zake pamoja. Maana yake sala inaitwa sala kwa ajili ni ibada ya dua na kadhalika na dhikri, vyote. Kwa hiyo tusisemi sala kama vile watu wale wa Kristo wanakwambia mimi nakwenda kusali, kumbe nakwenda kupiga kelele tu. Kwa hiyo sala imekuwa sio jina lake, yale mambo yake sio sala. Ile yeye ameamua kuita mambo yake yale ya music na nini Yesu nani, kama anasema nakwenda kusali. Na sala ya Yesu mwenyewe alayhi salatu wasalam sio yale. Na sisi Waislamu tuchukue Qur'ani imesemaje? A'udhu billahi minash rajim. Aya zitakuja kesho inshallah. Allah anasema billahi rajim, shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas, ni mwezi wa huda, wa bayinatin min alhuda wal furqan, ni mwezi wa kupambazukiwa. Sijui unanifuata vizuri? Naam. Sipendi kuchokesha bongo, napenda nilete vitu soft Kwa hiyo tuwite mwezi wa toba sawa, ikiwa kama yule aliyetenda madhambi kabla ya Ramadhani ataamua sirudi tena. Kisa kirudi ule mwezi uliopita aliuita mwezi wa toba, kisha mwezi wa kufuata kazini. So, unajua mwanamume hata mke na mume wakitenda tu tendo la ndoa mwezi wa Ramadhani mchana, miezi 2, siku 60, hapo kuna mambo mengine pembeni yake. Kwa nini hizo adhabu? Kwa sababu katenda kitendo hakiruhusiwi mchana.
Je, wale wanaozini kabisa? Na lau ungelikuwa ni mwezi wa tauba kama vile tunasema tutalazimika kutubia, basi tusingelithubutu kumsikia mtu, wala isingewezekana kusikia mtu kaiba mwezi wa Ramadhani, katukana mwezi wa Ramadhani, kaua mwezi wa Ramadhani, kazini mwezi wa Ramadhani, kafanya maovu katika mwezi wa Ramadhani. Ingelikuwa haiwezekani. Sawa, nimefahamika hapo kidogo? Naam. Shukran. Ama kuhusu nini swali lako la pili, hao wanaosema ndio mafundisho Allah mwenyewe jalla jalalu. Nishazungumza mara nyingi sana hapa mwenye kunisikia vizuri na kunifuata kwamba dini yetu ni dini ya raha, na mwenyewe aliiteremsha dini yetu hii, inna dina inda Allahi lislam, ni Allah tabaraka wa taala. Allah akatuumba akatuteremsha hapa ardhini, ni kwamba katuumba si mashaitani wasioweza kutenda thawabu wakatubu wakapata thawabu, wala si malaika wasioweza kutenda kitendo chochote cha kumuudhi Allah au neno lolote libaya. Tuko baina dhalika sabila. Sawa? Kwa hiyo Allah aliposema katika hadithi al-Qudsi kwamba mungelikuwa hamuni kosei, hamtendi dhambi, ningelikuondoeni nikaleta viumbe wengine wa kunitii bila wakanitii na kila kitu. Inafahamika hapa kwamba Allah hakusema lazima tutende dhambi. Sawa? Lakini maghfira ni kwamba unalaumu nafsi yako, umefikiri vibaya, umetamka vibaya, umeangalia vibaya, wailu likulli humazatin lumaza, umekonyeza vibaya, yani kuwachezea watu shere vibaya, mkono wako na nini. Wewe umeona kwamba si dhambi, lakini kwa Allah ni dhambi. Ndio maana katika yale tunayoishi nayo kila mara, tumo katika baadhi ya madhambi tunatenda bila kujua, na mengine tunatenda kwa kukusudia, kwa kujua. Sasa Allah alituumba hivyo, tutatenda dhambi tukipenda tusipendi. Ndio maana Mtume sasa akasema kullu ibn adama khata'un. Sikiliza, sio mudhnibun, khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Kosa ni lile ni rahisi kulitenda na ni rahisi kulitekea maghfira. Ama dhambi ni kile kidhambi, kile kitendo ambacho kinahitaji masharti. Kwanza laumu nafsi yako, lia, juta, kisha sema astaghfirullah, kisha sema ya Rabbi sitorudi tena. Unasikia tofauti ya kazi kubwa inahitaji tuwe tumesha shiba futari ili tufahamu vizuri. Ala kuli hali, nadhani umenielewa ili tusichukue mrefu. Mpaka hapo nimekuelewa. Asante. Kwa hiyo si kwamba Allah anatuomba tutende madhambi Sasa aya nyingi zinaharamisha madhambi, sawa? Naam. Lakini ule upungufu wetu tungekuwa wakamilifu, tungekuwa wa Mungu, na hatuwezi kuwa wa Mungu. Na ndio maana ni Mungu mmoja tu mkamilifu, viumbe vyote. Lakini tuko wacha Mungu. Kumcha Mungu maana kujitahidi kumsogelea Mola wako katika yale anayopenda na kukimbia yale ambayo hayapendi. Si ameshatuambia yale anayopenda ni haya na haya. Na hapa unasema ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani unaweza kufanya makosa au madhambi. Na watu wanafanya, sio mtu anaweza kufanya. Imani zinatofautiana. Kuna watu wanatenda madhambi katika mwezi wa Ramadhani na huko wanafunga. Jazakallahu khair. Majibu yamekamilika. Shukrani. Naam, kwa kumalizia, tunaona mkono umeinuka. Fungua maiki yako dakika moja, inshallah tumeshapita dakika 10. Naam, Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hujambo Sheikh? Pole tu, hatujambo alhamdulillah. Hofu kwenu. Mimi na maswali mawili kwa haraka.
Nini maana ya Ramadhan? Hii lugha nadhani katika lugha ya Kiarabu hii Ramadhan maana Kesho yake nini? inshallah, kesho inshallah. Tumeanza na ra leo. Alafu la pili, je, inajuzu kufunga Jumatatu ya wiki ijayo? Ndio, kama ni kawaida yako hakuna shida. Hata zile 15, 13, 15 kwenye kawaida yao, somo zingine ambazo walikuwa wanafanya hawakatazi. Ndio. Ila sinuwil Shaaban. Naam, shukran, barakallahu fik. Barakallahu fikum. Tupe dua. أهلا وسهلا بالله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم tujalie ucha Mungu ambao utatujalia kuipokea Ramadhani vizuri na kuifunga vizuri na kumaliza vizuri, na wale watakaojaliwa mwakani vile vile tuende vizuri baina Ramadhani mbili na hizi, tuendelee kuwa kwenye msimamo ya Rabbul Alamin. Tujalie afya, tuifunge Ramadhani vizuri. Tujalie riziki za halali, tufunge Ramadhani vizuri. Tujalie nyoyo rahim ambazo zinasameheana, ili tufunge Ramadhani bila madugudugu na madongi na mafundo katika nyoyo zetu. Tujalie ya Rabbi kazi katika fi sabilillahi hadi ufurahi, sio Ramadhani ya kula na kulala. Hiyo ni Ramadhani ya da'wa, hiyo ni Ramadhani ya dini, hiyo ni Ramadhani ya kwenda kutafuta ilmu, hiyo ni Ramadhani ya kufundisha watu, hiyo ni Ramadhani ya kutoa sadaka, zaka, nini vitu ambavyo vya kufurahisha Rabbul Alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. أهلا وسهلا.